kuona nini tunataka kuzungumza kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Lakini namshukuru pia msajili wa vyama vya siasa, wasajili wote aliyeko Tanzania bara na Zanzibar kwa uratibu huu mzuri wa mkutano huu, lakini kwa uratibu wa mambo mbalimbali yanayohusu vyama vya siasa. Nami niseme kama walivyosema wenzangu, kuwatakia heri ya mwaka mpya. Ganisha muomba Mungu atupe mwaka mwema. Ndugu zangu, nimeitisha kikao hiki, kuna mambo ambayo yalizungumzwa, tulikubaliana na yanataka maamuzi. Kwa hiyo katika mambo tuliyoyazungumza, kuna mambo ambayo leo tutayafanyia maamuzi. Lakini niseme kidogo kwamba wakati mnanikabidhi kuongoza nchi hii au taifa hili, busara zilinituma kwamba jinsi nilivyolipokea taifa hili, kuna haja ya kufanya taifa liwe kitu kimoja. Wote tuzungumze lugha moja. Na kwa maana hiyo nikaja na dhana, kwa Kizungu ni R4, lakini kwa Kiswahili ina maneno ambayo hayaendi na ara na ara na ara. Nikasema ili taifa hili liwe moja, lazima tuwe na maridhiano. Na kwenye maridhiano, sisi vyama vya siasa tunawawakilisha wananchi wa Tanzania, ndio tuwenye sauti zao kwa mitazamo tofauti ambayo vyama vya siasa tunatizama. Nikasema kwa hiyo kwanza tuwe na mazungumzo ndani ya vyama vya siasa. Pamoja na kwamba kuna vyama vingine vya kijamii, kuna NGOs, kuna nini, huko kote tukapita kuzungumza, lakini jukwaa kubwa sana ni hili la vyama vya siasa. Kwa tukakubaliana tuzungumze ndani ya vyama vya siasa, tukaunda kikosi kazi, vyama vya siasa vikafanya kazi yake nzuri sana, na nashukuru kikosi kazi ambacho kimefanya kazi hiyo. Wakatuletea mapendekezo kadhaa ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi na mengine kutolewa maamuzi. Lakini kwa upande wa pili, kuna chama kikasema sisi hatuingii humo. Tuna yetu, lazima uyasikilize pembeni. Nikapata maoni mengi, usiwasikilize hao wala. Nikasema hapana, kwa sababu tunataka kujenga taifa moja, acha niwasikilize. Ngoja niwasikilize watasema nini. Kamwambia makamo wangu, hebu chukua hiyo kazi. Naye akachagua wenziwe 5 upande wa Chama cha Mapinduzi, akamtaka na mwenziwe alete 5 kwenye Chadema. Wamekaa wamezungumza mengi. Nadhani wamefanya mpaka ripoti ya mwisho naipata, wameshafanya mikutano 6 au 7. Lakini mikutano ya awali haikuwa rahisi. Ilikuwa ni vuta ni kuvute. Pa. Kinana anarudi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ni nzito, kazi ni ngumu. Kaambia wewe ni makamu mwenyekiti wa chama, mzazi wa vyama vyote, nenda kakae kazungumze. Wamezungumza. Sasa Kinana na Mbowe ukiwaweka meza moja hapo, huwezi kuamini kama ni wale walioanza mwanzo wakati wanazungumza. Lakini faida yake ni nini? Matunda yake leo Chadema tunao hapa. Wamekuja kwenye mkutano wa vyama vya siasa kwa sababu wamesikilizwa, wamesema yao, tumeyasikia, tumezungumza, tukaambia sawa, mmeshazungumza, sasa twendeni boti moja. Leo hapo tunakwenda boti moja. Ndiyo faida ya kuzungumza. Na ndiyo mkaona nchi imetulia. Tunakwenda kufanya maendeleo, hakuna pa kwa sababu tumezungumza. Watu wazima huko zamani walisema kwenye mazungumzo hakukosekani amani. Mkizungumza amani itapatikana. Kwa tumezungumza leo, nashukuru vyama 19 vilivyopata usajili ndani ya nchi hii vyote viko hapa, na washukuru sana.
Sasa hiyo ni ara ya kwanza ya reconciliation au maridhiano. Sasa sitaki kusema tumemaliza. Maridhiano, mazungumzo bado yanaendelea. Kuna mambo mengi lazima tuzungumze, Kwa hiyo mazungumzo baina ya serikali, baina ya vyama vya siasa au kati ya vyama vya siasa bado yanaendelea. Kuna mambo mengi itabidi tuitane, tuzungumze, tuafikiane, tusikilize, tushauriwe, tukubali, tukatae kwa hoja lakini. Kwa hiyo mazungumzo, maridhiano bado yanaendelea. Lakini tukasema tukipiga hatua hizi za maridhiano, sasa lazima tukubali sasa. Tutoke kule tulikotoka wote, tujirudishe. Tuwe kwenye jukwaa moja la kwamba sasa tunakubali. Tumetofautiana, tumezungumza, tumekubaliana. Sasa kwa misingi hii tunayokubaliana, tukae kama Watanzania, kama taifa, twende tujenge nchi yetu. Kwa resilience, kutoka tulikotoka mpaka kukubali sasa, kukaa kama tulivyokaa hapa, ni ara ya pili inafanya kazi. Na ni imani yangu kwamba vyama vya siasa tutaendelea tukubali, tukae kama tulivyokaa hapa. Tuendelee kuzungumza mambo yanayohusu nchi yetu na maendeleo ya watu wetu. Tutaendelea kukaa. Kwa hiyo ara ya tatu nikasema kama tumeshakubaliana kwa misingi hii tunakaa pamoja, tufanye mabadiliko basi. Reforms kwenye nchi yetu. Yaonekane mabadiliko. Yaonekane mabadiliko yanaonekana ndani ya nchi yetu. Mabadiliko ambayo tutayafanya kwa kuzingatia katiba yetu, kwa kuzingatia sheria na kanuni zetu, kwa kuzingatia mila na desturi zetu, kwa kuzingatia matamko na maazimio ya kimataifa, lakini kuendana na mila na desturi zetu na mila na desturi za Kiafrika. Sio tu matamko yametoka huko kwa tunalibeba zimazima tunakuja kule. Kwa kuzingatia uwezo wetu kiuchumi, lakini sheria zetu, katiba yetu, mila na desturi zetu. Kwa hiyo tukasema mabadiliko yaonekane. Na mwisho kabisa tutakapobadilika, tutakapofikia hatua hiyo, ina maana tunajenga upya taifa letu. Lisimame liwe taifa la Watanzania. Taifa la Tanzania. Watanzania wenye kuamini kwenye mambo yao, Watanzania wenye kujua kwamba hii ni nchi yetu na wenye kusimama kwa ajili ya nchi yao. Popote pale duniani, akisimama kama Mtanzania atasimama kwa ajili ya nchi yake. Na hata simama kwa ajili ya chochote kile, bali ni nchi yake. Huko ndiko Mwenyezi Mungu amenielekeza tuelekee. Na ni imani yangu kwamba wenzangu mtaniunga mkono tuendelee huko. Bahati nzuri, dhana hii imepata baraka zote za chama changu. Zote kabisa. Kwa hiyo kwa chama changu tutasimama pamoja, tuwashawishi nanyi wenzetu tuende katika mwelekeo huo ili tujenge taifa la Tanzania lile lililokusudiwa kujengwa wakati tunapata uhuru. Taifa Tanzania ambayo wakati fulani iliwahi kuwika ndani ya dunia hii na watu wakajua Tanzania ipo. Tunataka kurudi kule. Tanzania ikisimama, ikiwika, wanajua kuna nchi imezungumza, kuna nchi imesema, kuna nchi inahitaji kupewa heshima yake kwa msimamo wake. Kwa hiyo huko ndiko tunakotaka kuenda. Sasa katika hayo, kama nilivyosema, tuliunda kikosi kazi, lakini tulikuwa na mazungumzo ya pembeni na chama kingine. Kikosi kazi kilileta ripoti yao ambayo ilikuwa na mapendekezo kadhaa, mnaijua ni ripoti yenu. Kwetu sisi serikali ni kuyafanyia kazi, tukitambua kwamba katika kufanyia kazi ripoti hizo mbili na makubaliano ambayo wenzetu wamezungumza, serikali inatakiwa kutenda haki kwa watu wote. Tunasimama kwenye msingi wa haki kwa watu wote kuendana na katiba yetu, sheria na kanuni zetu. Lakini sitaki kuacha mila na desturi zetu za Kitanzania. Hatuwezi kutenda haki kwa kuiga haki za wengine tukaichukua ikaja kuwa haki kwetu, hata kama inapingana na mila na desturi zetu.
hatuwezi kupokea haki za aina hiyo. Kwa tutatenda haki kuendana na yale ya kwetu tunayohusiana nayo. Lengo ni kujenga taifa lenye umoja, taifa lenye mshikamano, taifa lenye upendo kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu kwa vizazi vyetu hivi na vizazi vinavyokuja. Sasa katika hayo kuna wajibu lazima tufanye. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kufanya katika kuyaendeleza hayo. Kama serikali tuna wajibu wa kufanya, vyama vya siasa mna wajibu wa kufanya, vyama vingine vya kijamii wana wajibu wa kufanya, vyombo vya ulinzi na usalama wana wajibu wa kufanya, wafanya kazi serikalini wana wajibu wa kufanya. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kufanya. Lakini msingi mkubwa wa yote hayo ni amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Tukiwa na amani na utulivu ndani ya nchi yetu, haya yote tunayoyasema yanaweza yakafanyika. Nami hapa niwapongeze tena vyama vya siasa. Tumeweza kuweka amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Na sabuni za kuogea, unga wa ngano na sembe, mafuta ya kupikia, maji, kamba za katani na bidhaa nyingine nyingi. Tunapatikana kwa Mchina Mwanzo ndani ya skuli ya Shaa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0755850800 au 0785850800 au 0773850800. Mosal Trading Enterprises. Karibu.